Mimi sikuwa mchungaji. Mimi nimewahi kuwa kungwi. Hawa ni watu ambao wanafundisha mapenzi mtandaoni. Hapa duniani actually huwezi ukatoka kama wewe haujaingia kule ambako wao wapo. Mimi nikashtuka sema inakuwaje? Akaniambia no, tunaenda kuabudu tu na masharti ya siku hizi ni marahisi. Maisha yako yatabadilika. Akaniambia utakuwa ni mtu tofauti, utapata fedha na nini. Nazungumza mwaka 2019. Nikakubali, nikasema sawa, utanipeleka. Hapo katikati nakuja kukutana na status moja ambayo alikuwa amepost, akaweka alama fulani ya Freemason. Hello, naam, karibu sana mtazamaji kwenye Janja Time. Jina langu ni Andrea Amos Masanja. Hapa ni mahali ambapo unaweza kupata elimu lakini pia simulizi na bila kusahau burudani. Siku ya leo kupitia Sekunde Media chini ya wadhamini wetu Alpha Brand ambao wanatufanya sisi tuweze kukufikia mahali popote na kukupa kile ambacho unastahili. Leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye ameamua kutoa maisha yake kumtumikia Bwana. Ndiko alikoona ni fursa pekee kama kijana kuweza kumtumikia Bwana na kueneza injili kwa watu wengine na vijana ili waweze kujifunza vitu vingi sana kutoka kwake. Nina mazungumzo naye hapa ambapo atachukua dakika kadhaa, lakini pia atakufanya wewe kuweza kubadilisha mtazamo wako wa kila siku. Mtumishi wa Mungu kijana, karibu sana. Nashukuru sana. Imekuwa ni mara chache sana kuwaona vijana hasa wakijitoa kufanya kazi ya Bwana. Lakini kwako ninaona ni fursa ya kipekee ambayo umeiona inaweza ikabadilisha mtazamo wa maisha yako kwenye jamii lakini pia kimbingu. Wewe ni nani hasa kwa wale ambao wanakutazama ili waweze kukufahamu zaidi kupitia Sekunde Media katika kipindi chetu cha Janja Time, mahali ambapo unapata elimu na burudani lakini pia na simulizi tuzisikie kutoka kwako. Okay. Kwanza mimi nashukuru sana Sekunde Media pamoja nawe Andrew kwa kuweza kunikaribisha mahali hapa. Na mtukuza Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Jina langu naitwa Pastor Charles Kabigumila. Mimi niko chini ya baba yangu wa kiroho Bishop Dickson Kabigumila. Lakini pia ni mchungaji kanisa la ABC Global Mwanza. Na hayo mengi na mengineyo mengi zaidi ambayo utaweza kuzungumza nasi kupitia Janja Time. Kwanza kabisa niweze kukaribisha kwa moyo mkunjufu. Na how do you feel to be here? Najisikia vizuri. Kwanza nimeenjoy. Ninyi watu ni wakarimu na upendo. Na wafurahia sana. Okay, sawa. Tuna maswali machache tu ambayo tunataka leo tupite nayo na huenda akawa ni funzo kwa mtu mwingine pia ambaye amekata tamaa, lakini pia kwa mtu ambaye kwa sasa anatutazama na anatamani kufikia mafanikio ulionayo wewe. Kuachana na Bongo Flava, labda kufanya vitu vingine kwenye masuala zima kumtumikia Mungu, kwa sababu kwa asilimia kubwa leo ukifanya research na ukienda kuwauliza watu kwamba ni wangapi wanatamani kuwa wachungaji, ama ukiuliza ndoto zao, wengi wao hasa wao wanatamani mwingine anasema kwamba mimi natamani kuwa doctor, natamani kuwa engineer, kadha wa kadha. Lakini kabla hatujafika mbali zaidi, mimi natamani kujua ni kweli ndoto yako ilikuwa ni uchungaji ama kule mwanzo ulikuwa na ndoto yako? Okay, mimi sikuwa mchungaji. Na sikuwa nawaza kama nitakuja kuwa mchungaji. Nilikuwa nina maisha ya kidunia kabisa. Nakumbuka nilikuwa nafanya Bongo Flava pia huko nyuma. Nilikuwa na maisha ya dhambi. Utumishi au uchungaji ni wito ambao Mungu aliniita. Ni wito ambao Mungu amekuita. Hongera sana. Nashukuru sana. Hongera sana. Lakini licha kukupongeza, bado mimi chechu yangu hasa ni kujua wewe. Unajua mimi huenda nilikuwa na ndoto fulani na hatimaye leo nimekuwa presenter. Lakini kabla ya kuwa presenter nilikuwa na ndoto ambayo nilifikiria. Ndoto ambayo ulikuwa unaifikiria hasa ulipokuwa mtoto. Okay, mimi toka nimezaliwa nilikuwa ninawaza tu kwa habari ya kusoma, nisome nije na sasa nilikuwa napenda mambo ya udaktari. So nilikuwa ninatamani siku moja nije niwe daktari, mtu ambaye ninatibu watu. Hicho ndicho ambacho nilikuwa ninakipenda toka mwanzo. Na nimekisomea, nimesomea hayo mambo. Ila baada ya kuona kwamba Mungu ananiita upande huu, nikachukulia kwa uzito wito wa Mungu kuliko kile ambacho ukajaribu kuitika tunasema. Sawa kabisa. Ni jaribu gani ambalo umewahi kukutana nalo na ukalishinda, lakini pia ukitazama kwa sasa bado limekuwa ni changamoto kwa watu wengine? Okay. Moja kati ya kitu ambacho
Andrew, kinasumbua watu wengi sasa vijana ni issue ya kiuchumi, mambo ya fedha. Kuna watu wengi sana hasa kwenye hili eneo la kutoka sasa wayaendee maisha kwa namna moja au nyingine, wanakutana na jaribu la kifedha, na nazungumzia watu ambao wanapata mapato kwa njia zisizokuwa sahihi. Mtu anaamua basi tu aidha labda auze mwili wake ili aweze kupata fedha. Mtu mwingine anaingia kwenye biashara zisizokuwa haramu. Kuna mambo ya betting, yani mtu anacheza kamari na badala ya kuamini kwenye jambo fulani ambalo anaweza akalifanya then likamuingizia hela kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi pia huko nyuma kama mtumishi kijana kabla sijawa mtumishi kijana huko nyuma pia nimekuwa nikishawishika kwa namna moja au nyingine ili niweze kupata fedha kirahisi zaidi na kufikia malengo yangu. So nikaingia kwenye mambo ambayo hayakuwa sahihi, ambayo Mungu akipenda naweza nikaja nikaelezea namna gani ambavyo nilikuwa katika kujitafuta ili niweze kufikia ndoto yako kwenye masuala. Na umezungumza vizuri, masuala ya kifedha yamekuwa ni changamoto kubwa sana. Ukiangalia kwa watumishi wengi, mfano nina mtu mmoja ambaye sitaweza kumtaja, nimeshawahi kukutana naye na ni kijana pia, nikamuuliza jambo moja. Kwa sasa ni mtumishi, ni mchungaji kama wewe pia, lakini pia ni mwimbaji, anafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Alitamka neno moja akasema kwamba sikutamani kuwa mchungaji kwa sababu nilijua wachungaji wengi ama kwenye upande huu wa pili huwa hakuna pesa. Yani wachungaji wengi ni maskini. Sawa. Na huo ni mtazamo wa watu wengi sana nafikiri. Ni kweli. Hujawahi kukutana na hiyo scenario? Sio tu kwamba nimekutana nayo mitaani, lakini mimi nimeifesi mpaka kwenye familia. Yani unakuta mzazi, baba, idha ndugu anakwambia kwamba sasa wewe umeamua kupotea kwenye umaskini. Maamuzi uliyofanya sio sahihi, kwa sababu watu wanaamini kwamba utumishi ni umaskini, yani tayari unaweka maisha yako rehani. Lakini nina kauli tofauti kidogo kwa watu ambao wanaogopa kuendea wito huo, kwamba Mungu atakuwa msaada wako. Mungu ambaye amekuita kwenye utumishi hajakuita kuwa maskini. Bado Mungu kuna namna atakufanya uweze kunufaika kiuchumi, kifedha. Watu watakuwepo kukuhudumia, na ukifanya kazi kwa bidii Mungu atakulipa popote pale utakapofanya kazi. Unajua kazi ni kazi. Na maandiko yanasema katika kila kazi kuna faida. Kwa hiyo kazi yoyote ambayo utaifanya ikiwa sahihi na ni Mungu amekuweka pale, mwisho wa siku itakulipa kama ukiwekeza bidii, nidhamu binafsi kwenye maisha yako, lakini pia ukawa na unaishi na watu vizuri. Wazazi walitegemea utakuwa daktari. Maybe leo tungekuona huko Muhimbili, hata tukakuona huko Aga Khan pale, na hospitali zingine kubwa binafsi, lakini pia na zingine za kiserikali. Na ukitazama wazazi, ule wito wa kupokea lile jambo la umekuwa mtumishi wa Mungu kama kijana, ambapo matamanio yao ni makubwa sana. Huenda kwa sasa hivi kila ambacho nakifanya wanadhani ingekuwa mara mbili ya kila ambacho ungekuwa kule unakifanya upande kwa daktari. Hebu tueleze hapo, kauli ya kwanza kabisa ya wazazi wako ilikuwa ni ipi? Maana wazazi kwa Afrika, asilimia kubwa wazazi wamekuwa wakitengeneza ndoto za vijana, si watoto, si vijana kutengeneza ndoto zao, ila wazazi ndio wamekuwa kitutengenezea sisi tupite wapi. Na ilikuwaje sasa baada ya mzazi kukuonesha sehemu pa kupita na wewe ukaamua kupita mahali ambapo nasema Mungu aliweza kukuita? Mwanzoni haikuwa kitu kirahisi. Mwanzoni kulikuwa na upingamizi mkubwa, mgogoro, mvutano. Wanavuta hivi, mimi navuta hivi. Lakini mimi nilijisimamia kwa sababu najua maono sio ya wazazi. Maono ni ya kwangu binafsi. Kwa hiyo nilisimama kwenye kile ambacho ninaona nakiona ndani, kwa sababu wao hawatakuja kuishi maisha yangu, ila mimi ndo nitakaoishi haya maisha. Kwa nilianza kusimama na msimamo wangu, mbali ya kwamba napata upingamizi, lakini niliwaelewesha kwamba baadaye mambo yatakuwa sawa. Lakini kwa sasa hawajutii maamuzi ambayo nimeyafanya. Kauli yao ilikuwaje hasa upande wa kiume na kike kwa wazazi wako wote wawili? Wao walikuwa hawataki. Ndio. Kauli yao ilikuwa kwamba wewe umepotea huko, hakuna chochote ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni bora ukaendelea na kile ambacho umekisomea. Sasa natamani tuende moja kwa moja sasa kwenye upande wa mahusiano. Tumeona
kwenye upande wa dini mahusiano, watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano, hasa sisi vijana, wengine wakiita Gen Z, kuna wengine wakijiita millennium Gen Z. Mahusiano yamekuwa na changamoto kubwa sana, na hatimaye wengine wamepelekea hata pia kujiua kupitia mahusiano na wivu. Ni changamoto gani kubwa kama kijana wewe binafsi, na leo umekuwa mtumishi kwenye mahusiano, ambayo unaiona ni tatizo linaowafanya vijana wengi kufeli kila siku kwenye maisha? Okay. Kuna mambo kadhaa ambayo nimeyanotice mimi kama mtumishi wa Mungu, lakini pia kama kijana nimenotice vitu kadhaa. Unajua tunakutana na watu wengi, tunakutana na watu wengi ambao wanahitaji ushauri. Mtu alikwama kwenye eneo fulani la kimahusiano, kwa anataka umshauri. Kwa hiyo moja kati ya cases ambazo nimekuwa nikizisikia kutoka kwa watu kwamba mimi nilimwamini sana akaniumiza, na ameniacha nikiwa kwenye hali hii. So nimefika hatua, wengine mpaka wamefika hatua Andrew wamekata tamaa. Mtu anakwambia kabisa kwamba wanaume wote ni mbwa. Kwa nini? Kwa sababu wamemtenda vitu vibaya. Lakini niligundua kosa mojawapo ambalo watu wanalifanya sasa, vijana wanapoendea haya mambo, jambo la kwanza, wameenda kwa sauti za watu wengine, hawajaenda kwa sauti ya Mungu, kwa sababu ndoa ni wazo la Mungu kwanza. Mungu ndiye anayetaka wewe uingie kwenye mahusiano, sio wewe kujiforce kuingia. Kwa hiyo kuna watu wamelazimishwa, kwa sababu dada zake wote wameolewa, wameingia kwenye mahusiano, marafiki zake wako kwenye mahusiano, akiangalia kule na kule. Kwa hiyo yeye anahisi kwamba mahusiano ni jambo ambalo anapaswa kuliendea. Anashindwa kukagua maisha yake na kuangalia muda sahihi wa kuweza kuingia kwenye yale mahusiano. Lakini kitu kingine cha pili ambacho nilikiona ni kwamba wameingia kwenye mahusiano ya siri bila kuwahusisha aidha wazazi wa kiroho, wazazi wa kimwili. Kwa hiyo wanajificha, na mtu anaweza akahisi kwamba akisema yamkini anaweza akawa ametoa siri, lakini hii inamsaidia kuweza kujitunza, kwa sababu watu wengi sasa wanaoingia kwenye hizi dhambi za zinaa ni kwa sababu wamekuwa na mahusiano ya siri, hawayasemi kwa wazazi wao, wazazi wa kiroho, wazazi wa kimwili. Hawa ni watu ambao wanapaswa kufahamu kwamba mimi tayari nimeanza safari yangu katika mahusiano. Lakini pia serikali nao pia huwa kuna muda wanasema ukiishi na mtu huwa ni mwezi mmoja ama ni siku 60 tayari anakuwa ni mtu wako kabisa halali. Hiyo ya serikali sifahamu. Bado hujafahamu. Hiyo yenyewe si. Na kwenye Biblia imeandikwa vipi? Kwenye Biblia kwa habari ya mtu kukaa naye kwa siri. Unajua Biblia haijasema neno uchumba kama uchumba. Yaani ukitafuta neno uchumba haulikuti, lakini kitu ambacho kinajulikana mle ni kwamba mtu akishamchukua binti anakuwa ameenda kumtolea posa. Anaenda kutoa posa kwao, kujitambulisha kwa wazazi wanafahamu. Kwa ndio maana unamwona hata Yusufu alipokuwa na Mariamu, anasema Yusufu alikuwa ametoa posa kwa Mariamu. Kwa alikuwa anatambulikana kama mume wake na kama mke wake. Yes. Kwa hiyo hakuna muda exactly wa kuweza kukaa labda kwenye uchumba muda fulani. Ni mtu mwenyewe anavyoona kwamba natakiwa nikae kwa muda huu, then baada ya huu muda niingie kwenye ndoa. So ndoa ndo inao sasa kuja kutujulisha mtu akae kwenye uchumba kwa muda gani. Yes, ndoa kwamba mimi nina mpango wa kufunga ndoa mwaka fulani. Kwa hiyo naweza nikakaa kwenye uchumba muda fulani, utanitosha kuweza kujuana na mwenzangu, kwa sababu uchumba ni eneo ambalo sasa mnaanza anamsoma mtu tabia zake, unafahamu mwenzangu yuko hivi, mimi niko hivi. Yes, kwa hiyo inavari kidogo kulingana na mtu na mtu. Mimi najua wewe ni mtumishi wa Mungu kijana na ni mchungaji, na kuna watu wengi kwenu wanakuja ili kuweza kupata uponyaji. Okay. Kwa kila ambacho wanakipitia, majonzi, huzuni na machozi, nyie kuwa kama daraja kuweza kuwafuta, kwa sababu asilimia kubwa wachungaji mnakuwa karibu sana na uwepo wa Mungu. Mnawaombea, mnawatia moyo na kuwapa shime ili waweze kuendelea, lakini pia mmekuwa ni sehemu ya kurudisha mahusiano ya watu ambao wamepotea. Ila nataka utupe elimu pia na ututofautishie zaidi kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza kwa sasa, mtumishi wa Mungu, kati ya ndoa na dini. Okay. Vina uhusiano gani vitu hivi viwili? Maana hapo umetueleza uchumba, namna jinsi ya kukaa kwenye uchumba na vinginevyo pia, na kufanya uasherati ama kufanya uzinzi. Sawa. Mr. Andrew, tunapokuja kwenye swala la ndoa, moja kati ya kitu cha muhimu sana ambacho ndo mzizi sasa kwenye ndoa ni issue ya yani ni swala la Mungu.
issue ya kiimani. Sasa umezungumza kuhusiana na dini, uhusiano uliopo kati ya dini na ndoa. Kama Mungu, ni wazo la Mungu kumfanya mtu aingie kwenye ndoa, vile vile tunategemea Mungu awe muhusika wa kuitunza hii ndoa. Kwa ndo maana sasa mtu lazima sana aweze kuzingatia issue ya kiimani, yaani manake imani yako na imani ya mtu mwingine iwe sawa, ili msipishane. Leo hii mtu wa Mungu, nimekutana na watu ambao unajua, kwa mfano kuna kisa kimoja cha dada fulani ambaye aliwahi kunishirikisha issue fulani ya issue ya ndoa, kwamba yeye alikuwa ni ameokoka, then kulikuwa kuna mtu mwingine sasa ni dini tofauti na yeye. Sasa mwanzo kwa sababu ya upendo akamkubali, sasa mimi ninahisia naye, ninampenda, lakini huku wametofautiana katika imani. Sasa walipokuja kuingia sasa kwenye issue ya kifamilia, kukawa kuna shida, kwa sababu huyu mwingine atataka anene kwa lugha, huyu mwingine yeye anataka asali kwa namna yake anavyojua yeye. Kwa tayari migogoro inaanza kutokea, na sasa huyo Mungu ambaye mtamuomba mmepishana katika imani, tayari kutakuwa kuna shida hapo. Watoto wenyewe wanakosa balance, kwamba wawe kwa mzazi wa kike, wawe kwa mama yao au kwa baba yao, wanakosa balance ya. Kwa hiyo itawasaidia hata katika familia yenu watoto waweze kufocus vizuri. Kwa hiyo Mungu sasa, dini ni jambo kubwa sana ambalo mtu anapaswa kulizingatia, kwa sababu ndio chanzo hasa cha mahusiano mengi kuvunjika, ndoa nyingi kuvunjika. Yeah. Ni kama kuweka ukabila, Msukuma pamoja na Mkuria, wote kukutana sehemu moja, unakuta vitu vingine havijakaa sawa, lakini umesema kwamba ndoa na dini, lakini pia ukatueleza namna jinsi ambavyo watu wanatakiwa waishi kwa kufanana, kwa sababu wote tunamwabudu Mungu mmoja. Ndiyo. Na vipi kuhusiana, hujawahi kupata scenario yoyote ya mzazi ama binti kuja kulalamika kuhusiana na kijana ambaye anampenda, lakini kigezo kikubwa ambacho kinafanya wasiweze kuingia kwenye ndoa au mahusiano yao yasiweze kuwekwa yakahalalishwa ni upande wa dini kwa tofauti? Ushawahi kukutana na hicho kitu kama mtumishi wa Mungu na mchungaji? Maana unaaminika sana na vijana wanakutazama kama kioo. Yeah. Sio tu kukutana na kesi moja, nimekutana na kesi nyingi sana za watu wa design hiyo, na sasa ambao nimegundua kwamba kuna shida kwao ni mabinti. Unajua mioyo yao, nafsi zao, jinsi walivyoumbwa, wao wanayachukua mambo sana kihisia. Yaani binti anaweza akaanza kumpenda mwanaume, au mwanaume akampenda binti, na baadaye binti akawa ameelewa zaidi hata ya mwanaume kijana. Kwa hiyo anaichukua sasa, ile ni jambo ambalo limemchukua moyo tayari, kwamba huyu ninampenda. Ninampenda. Kwanza nimekutana na mabinti wengi ambao wanasema kwamba mimi nampenda huyu, lakini sasa changamoto imekuwa ni dini. Kuna binti moja ambaye aliwahi kunitafuta na alikuwa ananiambia nimshauri. Alikuwa ashashauriwa na watumishi wengine, sio kwamba mimi ni wa kwanza. Watumishi kadhaa amewashirikisha kuhusiana na mwanaume ambaye alikuwa anampenda. Binti alikuwa ni kaokoka of course, na yule kijana yeye alikuwa ni mtu tu wa mtaani, hajaokoka wala nini, na ana dini zao. Kwa hiyo binti kaomba ushauri kwa mtumishi wa kwanza, nifanyeje? Mtumishi akamwambia hapana, usiendee hayo mahusiano, usiendee. Lakini yeye akaona sasa moyo wake bado haujaridhika. Kwa hiyo katafuta mwingine wa pili, kamwambia jambo lile. Unajua Mungu anaweza akatumia watu kadhaa ili kuhalalisha mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo binti kaenda kwa wa pili, naye pia akakataa. Mwisho wa siku akaamua sasa atoke kanisani, aende kuishi maisha mengine huko nje. Baada ya kuwa ametoka kanisani, akawa ameendelea na process zote, posa, wakatoa mpaka mahali. Sasa wakati anatoa hana amani ndani, yaani anaendelea lakini amani ndani hana. Mwisho ndo akaja kwangu akaniambia, mtumishi wa Mungu, sasa naomba unisaidie, mimi ninatamani sasa nijue huyu hivi ni sahihi niendelee naye, kwa sababu tumeshatoa posa, tumeshatoa mahali. Sikuwa na jambo lingine la kwa sababu ndani yangu nasikia Roho Mtakatifu anasisitiza huyu binti ayaache hayo mahusiano. Yalikuwa ni mahusiano ambayo binti anashawishika kuzini, kijana anamtaka kimapenzi kabla hata ya kuingia naye kwenye ndoa kwanza. Kwa hiyo nimekutana na kesi nyingi. Sasa kitu ambacho nashauri sasa kwa binti ambaye ananisikiliza, wewe binti hawezi ukawa Roho Mtakatifu, au tuseme wewe sio Yesu wa kuweza kumbadilisha mtu baadaye. Okay. Yes, kuna ishara ambazo ukiziona mwanzo
unatakiwa tu kuchukua hatua kulingana na kanuni zinavyokaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutokuyabeti maisha yako, kwa sababu utakuja ndoa ina mlango mmoja tu wa kuingilia, haina mlango wa kutokea. Ni kama chupa, yaani ukishaingia ndo umeingia. Tunaimba ule wimbo, huyo ni chaguo lako, ya ndo anakuwa milele. Kwa hiyo ni muhimu sana binti kama binti huku mwanzo kuweza kusimama moyo, japokuwa moyo wake unamwambia hisia zile zinamwambia huyu, lakini lazima asimame katika msimamo mzuri wa kwake kibinafsi, katika yeye na mahusiano yake yeye na Mungu, kwa sababu huko baadaye ndo shida kama hizo ambazo tumezisema ambazo huwa zinatokea. Ukisha force sasa mahusiano, baadaye kwenye ndoa kunatokea migogoro. Yes. Watu wamebaki masingle mother. Wamebaki single mother ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu mwanzoni hawakuyazingatia haya. Sawa, wanabaki masingle mother, lakini pia kuna kitu ambacho nimekinakili hapo, umesema kubeti. Okay. Umesema masuala ya kubeti. Kwenye kubeti, kwenye masuala ya mahusiano kama ulivyosema wanavyobeti. Tumekuwa tukiona tumezoea kuona watu wanabeti kupitia michezo. Maybe kwenye makasino haya wanaenda wanabeti kule, lakini kuna jambo moja leo nataka utueleze kwa undani zaidi. Je, ni kweli kwa sasa mahusiano ya vijana wengi ama ndoa zinazofungwa vijana wengi na watu wengine pia wengi kwenye hii dunia ni ya kubeti kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu wanakutana afu kesho kutwa tayari hiyo ni ndoa? Kwa mtazamo wako ni upi? Kwa sababu ni kijana ambaye tayari umeshaona mengi na umekutana na vitu vingi. Mtumishi wa Mungu, inakuwaje kwenye hizi ndoa za kubeti, hasa kupitia uchumba ama mahusiano na kupitia mitandao ya kijamii? Kupata vizuri, na swali zuri sana. Unajua kuna kitu kimoja ambacho sasa sio sasa tu, lakini kimekuwepo kwa nyakati fulani, kwamba kuna hii kitu kinaitwa dating. Sasa dating watu wengi wanachukua kama mchezo. Manake inakuwa kama fashion, kwamba niko natoka na fulani. Sasa hivi yuko anatoka na huyu, yuko ana date na huyu. Ni mchezo fulani ambao unawafanya watu wapoteze muda, kwa sababu mtu anashindwa kuchukua kwamba ile ni hatua ya kimungu kabisa, kwa sababu uchumba ni hatua ya kimungu. Hautakiwi kufanya mchezo wa kwamba ngoja niendelee. Kuna kijana mmoja ambaye anaweza akawa na mabinti hata 3, 4, 5, wote anao na anaenda nao wote kwa pamoja. So ni kama anabeti sasa kwamba ni nani ambaye atafiti baadaye. Sasa ile ni mbaya sana. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku itakufanya ukose msimamo, kwa sababu wale watu wote ambao umewaaccept, na unakuta mtu asemi, hamwambii binti kwamba mimi nina mpango huu na wewe. Kwa hiyo anaenda na huyu, mwisho wa siku sasa anajikuta anaanguka mahali pasipokuwa sahihi. Kwa ni vyema waache kufanya hizi betting, waache kufanya hizi michezo kwamba mimi niko na date na huyu, mimi wasimame vizuri. Yeye kama ni kijana, kama ni binti, afanye maamuzi kwamba hii ni hatua mojawapo katika ndoa ambayo natakiwa kuipa heshima. Okay, sawa. Ambapo tumeona kuna msemo unasema vijana wengi wanatamani kuwa na wenzi walio sahihi. Yes. Lakini wao hawako tayari kujitengeneza kuwa wenzi sahihi kwa watu wengine. Wow. Hebu niambie kuhusiana na watumishi wengi wa Mungu kwa sasa. Tumeona waimbaji pamoja na wachungaji, ma-influencer ndo tumekuwa tukiona watu wamekuwa mastaa kupitia mitandaoni, vijana wengi wanatoka. Lakini pia kuna wachungaji wengine wametumia mitandao ya kijamii, nao tunawaweka katika kundi gani sasa? Maana kuna wachungaji kwa sasa mambo yao ya ndani, mambo ya faragha wanaweka pia kwenye mitandao ya kijamii ili kuweza kuwavutia wengine. Maana watumishi tuna imani ni watu ambao Mungu amewapa kibali, lakini pia amewapaka mafuta ili muweze kutuhudumia sisi ambao tunatamani tufahamu ama mtupe mengi zaidi kutoka kwenu. Lakini kwa sasa tunaona waimbaji ndio wanao tunategemea sisi ndio tulumbane ili tujifunze kutoka kwao, ila wao ndio wanaolumbana ili sisi tuweze kuwafundisha kutoka kwetu. Hili swali linakaje kuona wasanii wakilumbana na kutupiana maneno, lakini pia kuona wachungaji badala ya kuwa watumishi wa Mungu kueneza neno, wengine wamebadilika kuwa ma-influencer. Wow. Tunaenda katika ulimwengu upi? Gen Z. Kwa sababu Gen Z ndio wamekuwa wengi sana sasa hivi. Mr. Andrew, hili jambo limekuwa lina changamoto kubwa sana. Na nafikiri umewahi kusikia sentensi inasema manabii wa uongo au watumishi wa uongo. Sasa mtu kabla hajawa mtu wa uongo alianza kwanza kuwa wa ukweli. Na hii ndio kitu kinatokea. Yaani mtumishi wa uongo au mtumishi wa mchongo alianza kwanza kuwa vizuri kule mwanzo.
nini ambacho kinambadilisha mpaka anafikia hatua ya kutumia mitandao ya kijamii kwa namna isiyokuwa sahihi? Ni ile kwenda na mob psychology au teknolojia, utandawazi. Anatamani na yeye aweze kufanana na watu wengine ambao sio watu wa karma yake. Sasa unakuta mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye wewe Mungu amekuita na Mungu anakutumia kwa ajili ya watu. Kwa namna yoyote ile unapokuwa mitandaoni usilose nuts. Yani lazima uwe na akili timamu kujua kwamba mimi nimeitwa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo maisha yangu binafsi, maisha yangu personal, mimi sio superstar, mimi sio star wa kujionyesha mtandaoni kwamba hiki kuna yani kama hiyo sasa kwamba kutrend mitandaoni. Mwisho hiyo ndio inakuja inazaa sasa watumishi ambao ni fake, watumishi ambao wamemwacha Mungu tayari. So shetani anawatumia watu kama hao na kuwapoteza kwenye njia sahihi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba watumishi ambao wanakusikiliza kwa sasa, lakini waimbaji pamoja na wachungaji wanatakiwa wafanye nini sasa? Je, watafute ulimwengu wa kidunia kuwa mastaa kwa watu wengine ambao wanatazama, au kuwa mastaa kupitia kazi ya Bwana, kuhubiri kimya kimya wakiwa makanisani? Warudi kwenye njia zao, warudi kwenye njia sahihi. Waache kutumia mitandao ya kijamii kama nyenzo ya wao kuwa mastaa, ya wao kuwa ma-influencer, lakini watumie, kama ni mitandao ya kijamii itatumika, basi itumike kwa ajili ya kuelimisha jamii, kufundisha, kupeleka elimu, kuhamasisha watu kwenye mambo ya kimungu, kuwajenga, kuwaweka mbali na dhambi. Lakini wasitumie mitandao ya kijamii kama mastaa ili wajulikane. Sawa. Najua kila mtu mpaka kufika hapo alipo lazima kuna mahali huwa anapita ili aweze, kuna kitu huwa kinakwepo kinampa chachu kutoka kule alikotoka na kuamua kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Mimi natamani nijue kutoka kwako ni jambo gani ambalo liliweza kukupa chachu kutoka katika hali ya kale na kuvaa uto upya ambao kwa sasa umekufanya wewe kuwa mtumishi wa Mungu na kusimama mimbalani na watu kukuamini na kuweza kuhubiri injili ya Bwana. Je, kuna kisa na mkasa ambacho kiliweza kukufanya wewe kuamua kukata shauli kama kijana? Maana tumezoea vijana, huenda leo tungekuona ukiwa kama tulivyosema unafanya betting au unafanya mambo mengine ambayo yamhusishi Mungu. Okay. Leo nimekutana na swali ambalo kidogo limenipeleka mbali kidogo kwa kutafakari, kwa sababu maisha yangu yamekuwa na visa fulani. Yamekuwa na ni visa ambavyo kabla sijaokoka imekuwa na story fulani ambayo kidogo inaweza ikamfundisha kijana. Lakini tutaongea kwa wakati mwingine mambo mengi, ila kwa sasa ni vitu vingi. Ni vingi ambavyo kijana kama kijana bana anisikiliza vitamtia moyo na atajifunza. Yes, nimekutana na scenarios nyingi katika maisha yangu ambazo mwisho wa siku zikanifanya nikawa mtumishi. Lakini nakumbuka moja kati ya kisa. Unajua mimi nilikuwa naimba Bongo Flava. Uko naimba Bongo Flava? Naimba Bongo Flava. R&B, rap. Mimi nilikuwa naimba R&B. Okay. Yes, nimeshindana mpaka Bongo Stars. Umeona? Nimetoka kwenye maisha ya design hiyo. Mimi nimewahi kuwa kungwi kama hiyo haijatosha. Nimewahi kuwa kungwi. Unafahamu kungwi? Hapana. Hawa ni watu ambao wanafundisha mapenzi mtandaoni. Kama watu wale Dr. Love, si mtu anafundisha staili za mapenzi nini, namna ya kuyahendo, afu nakuta mwenyewe anamuumiza, anamliza. Yes. Kwa nimetoka huko, nimekuwa na maisha haya ambayo hayakuwa yanampendeza Mungu. Nakumbuka kwenye hiyo safari ya mimi kutafuta nitoke vipi, wakati nipo sasa kwenye Bongo Flava, yuko mtu ambaye alikuja kunishirikisha jambo fulani ambalo lilinishtua kidogo. Lakini baada ya kuona kwamba inaweza ikaleta maslahi kwangu, nikaona nimsikilize. Huyu ndugu alikuja akaniambia, hapa duniani na hapa Tanzania actually huwezi ukatoka kama wewe haujaingia kule ambako wao wapo. Kwa kuwa ananiambia kwamba kule nilipo mimi kuna watumishi, kuna mastaa, kuna watu wengi ambao wamepata either kama ni matokeo ya kiuchumi, kuwa famous, kujulikana, wapo kule. Anatajia watu wengi. Sasa mimi nilikuwa najaribu kumuuliza sasa hicho ni kitu gani? Ananiambia ilikuwa Jumatatu, ananiambia kwamba Ijumaa nitakupeleka uende na wewe ukapate hicho kitu. Maisha yako yatabadilika. Akaniambia utakuwa ni mtu tofauti, utapata fedha na nini.
nazungumza mwaka 2019 wakati huo 2019. So nikakubali, nikasema sawa, utanipeleka. Hapo katikati nakuja kukutana na status moja ambayo alikuwa ameposti, akaweka alama fulani ya Freemason. Yani ile picha zao zile. Sasa mimi nahisi aliniweka mimi peke yangu nione. Alikuwa ameniweka mimi mwenyewe nione, sababu mtu aweze akaweka kile kitu hadharani watu wote waone. So alikuwa amenilenga mimi niangalie ile. Na nilipotazama nakuja kumuuliza baadaye, hizi alama zinamaanisha nini ulizoziweka? Akaniambia, nitaka ufahamu na sina aibu kukiweka hadharani kwa sababu najua ni mahali ambako pamenitoa. Kwa hiyo tunaenda hapo. Ndipo ambapo alipanga kunipeleka. Kwa hiyo mimi nikashtuka, sema inakuwaje? Akaniambia no, tunaenda kuabudu tu na masharti ya siku hizi ni marahisi. So nimeenda hivyo. Sasa hapa katikati Mungu ndo aliniokoa. Nikutana na mahubiri ya mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anahubiri mtandaoni. Baada ya kuwa nimesikiliza, nikagundua kwamba sio mahali sahihi ambako napaswa kwenda. Kwa hiyo Mungu akawa ameniokoa kwa namna hiyo. Nikawa nimevunja mahusiano yake, na baada sasa ya muda nikaendelea kujifunza mambo ya Mungu. Nikapata kukulia wokovu. Nikutana na mtumishi wa Mungu huyu ambaye namzungumzia Askofu Dickson Kabigumila, ambaye ndiye ambaye nilimsikiliza akihubiri kwa habari ya utakatifu. Nikajigundua kumbe naweza nikaanza kusema, nilikuwa nasikia ndani yangu shauku kwamba huku ndiko sahihi. Kwa wakati namsikiliza mzee anahubiri kwa habari ya kuishi maisha mbali na dhambi, kwamba unaweza pia kuwa ukafanikiwa kwa Mungu, unaweza ukaishi maisha mazuri. Nilikuwa nimependa. Kwa hiyo nilikuwa nimependa na nimefurahi, nilikuwa nimemfuata, na baada ya muda ndo mpaka sasa niko hivi. Mpaka sasa umeokoka na uko hapo ulipo. Yes. Kutoka yani kukwepa lile vumbi la Freemason. Na inaonekana ni mtu ambaye ulikuwa unamkubali sana. Yes, ni kweli. Na ndio ni ndugu, yani nazungumzia ndugu wa damu. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni ndugu kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kuambatana naye, kwa sababu alikuwa ananishauri. Nilikuwa naona pia matokeo yake, naona ni mtu anafanikiwa, anapiga hatua, alafu pia namwamini ni ndugu. Kwa hiyo sikuona kama ni mtu ambaye anaweza akanitupa. Sawa. Au kuona ni mtu ambaye ataweza kukutupa. Tumekuwa tukiamini marafiki ama watu wa karibu ndo wanaweza kutusogeza, ikiwemo ndugu, wanaweza wakatusogeza mahali ambapo ni sahihi zaidi. Lakini kwako nimeiona ya tofauti kidogo, imekuja negative. Si kama vile watu wanavyosubiria. Mwingine anaweza kuona ni positive, anapewa pesa, anafanya mambo mengine. Unadhani watu wengi kutamani mafanikio ya haraka zaidi ndio yanatufanya tukose kile ambacho Mungu ametuandalia? Yes. Kama nilivyozungumza mwanzo kuhusiana na watu kutamani matokeo makubwa kabla ya wakati. Kwenye Biblia maandiko yanasema achumai kidogo kidogo atazidishiwa. Yaani mtu ambaye anapata kidogo kidogo kulingana na nafasi aliyopo, kulingana na hatua aliyopo, huyo ndo ambaye mwishoni anafanikiwa. Angalia story nyingi za watu ambao wamefanikiwa, hawa matopu huko ambao wamefika kwenye hatua kubwa ya kimafanikio. Ukiwatazama hawa watu utagundua kwamba hawakuanzia pale. Kuna hatua tena, ukisikiliza anakuambia kwa sababu mimi nilikuwa nauza mkaa, mimi nilikuwa nimetoka huku na huko. Watu wanashindwa kuingia kwenye mchakato. Kwa hiyo wanakutana sana watu kama hao, na siku zote kikulacho kingoni mwako. Yes. Kikulacho kingoni mwako. Unaweza kumwamini mtu kumbe ndo mtu ambaye ametumwa kukula wewe, au ametumwa kukumaliza kabisa. Kwa sababu watu wa karibu tunaamini, kuna msemo unasema watu wa karibu ndio watu ambao ni rahisi sana kutuumiza na kutuacha, kuliko watu wa mbali ambao tunategemea ndo wanaweza kufanya kile kitu. Na hii nimeiona kwako, na sentence ambayo imekuwa ikisikika sana mitaani, lakini kwako naona imetokea. Mimi nimeisikiliza live kabisa. Najua hata mtazamaji kupitia Janja Time utakuwa umeenjoy sana na umepata simulizi nzuri, lakini pia utakuwa umepata kitu ambacho huenda hujawahi kukisikia kabisa kwenye masikio yako, na utakuwa umejifunza kitu kupitia Janja Time ndani ya Sekunde Media. Mimi najua kila jambo huwa lina wakati wake, na sisi
huu ni wakati sasa wa kufika ukingoni. Najua una simulizi nyingi sana ambazo natamani ushare nasi. Na hii ningependa basi itakuwa ni sehemu ya kwanza, ambapo tutakuja tena sehemu ya pili. Na umenidokeza kuna vitu ambavyo umeviandaa, kuna bomu ambayo umeliandaa. Sawa, neno lako basi ambalo litakuwa ni chachu, lakini pia litabaki kwenye bongo za watu ambao wanatutazama kwa sasa, kufahamu na kujua zaidi njia ambazo wenyewe pia wanaweza wakazipita, zikawa ni njia bora, lakini pia zikawa njia ambazo zitawafanya marafiki, ndugu na jamaa waweze kusogea karibu na kupata mafanikio ambayo Mungu amewaandikia, lakini sio yale mafanikio ambayo tunayatamani sisi. Sawa sawa. Jambo la kwanza kwa mpenzi msikilizaji ambao unanisikiliza hapa, napenda tu niweze kukushauri kwamba Mungu aliyekuumba bado ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na mtu, na hakuna mtu ambaye amekuja duniani kuja kuwa mtu wa kawaida. Kila mtu ambaye amekuja duniani ni mtu mkuu. So kama Mungu ana mpango na wewe, amua kuyabadilisha maisha yako. Yes, unaweza kufanya maamuzi ya kuokoka kama niliyofanya mimi, na baadaye ukasaidika ukafika hatua kubwa ambayo haijalishi kwamba utakuwa daktari, kwa sababu kuna mtu sasa anajiuliza maswali, sasa huyu aliacha udaktari unaonyesha kwamba udaktari ni mbaya. Hapana. Unaweza kuwa umeitwa kwenye udaktari, unaweza kuwa umeitwa kwenye sanaa, unaweza kuwa umeitwa kwenye eneo lolote, lakini lazima umtumaini Mungu kwenye hilo eneo. Lazima Mungu kama Mungu akusaidie wewe kwenye kila eneo ambalo utakuwa umeamua kuliendea. Kwa hiyo mtumikie Mungu, mpende Mungu, mfuate Mungu, na kama kuna mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuyabadilisha maisha yake, tuko tayari kumsaidia. Yes. Asante sana, na nashukuru sana kuweza kuwa hapa, lakini pia kutupa on air time ambayo nafikiri imekuwa ni nzuri sana kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama. Mimi leo kwangu nimeenjoy, sijui kwako. Nimeenjoy sana. Kupitia Sekunde Media hapa, najua leo nilikuwa na mtumishi wa Mungu, lakini pia nafikiri amenitonya hapa. Itakuwa ni episode ya kwanza. Na uenda ukawa na maswali mengi, unafikiria ni kwa namna gani unaweza kumfikia, hasa pia kwa yale maswali ambayo unatamani kumuuliza. Kuna nafasi nzuri pia, unaweza ukaingia kule YouTube, kabonyeza kikengele kile, ukasubscribe, lakini pia ukatuma comment ama kwa kila ambacho umekifurahia na kila ambacho huenda kitaenda kubadilisha maisha yako kupitia Sekunde Media. Na ngujina ni Andrew Amos Masanja, lakini pia tulikuwa naye mtumishi wa Mungu Pastor Charles Kabigumila. Pastor Charles, jina lako mwishoni ni gumu kidogo. Utalizoea tu, inabidi nijitahidi kufanya practice zaidi. Lakini pia bila kuwasahau ambao wametuwezesha sisi kuketi hapa na kuonekana katika mwangavu mzuri kabisa kupitia Sekunde Media. Hao si wengine ni Alpha Brand ambao wanakupa brand yao ya kifahari na tofauti duniani kote kwa kukupatia production iliyotulia kabisa kama unavyotutazama. Unaweza kupata pia unaweza kupata huduma zao kwa kupitia photoshoot ambazo wanafanya kwa uhakika kabisa za kisasa, na unaweza kujipatia harusi yako, mkanda wa harusi ama video iliyotulia kabisa yenye HD nzuri kabisa, na wengi wao wamependa kusema kwamba ni ya nyota 5, na hapa pia unaweza kupata nyota 6, sio nyota 5 tena. Nikushukuru sana, naendelea kuwa nasi. Kameramani na producer alihakikisha sisi tuko hapa, si mwingine ni Smile, ambaye wakati wote ana smile afu na kazi inakuwa bomba zaidi. Lakini bila kumsahau mwandaaji wa kipindi hiki ni Alpha Brand. Endelea kuwa nasi na uweze kupata mengi zaidi kupitia Sekunde Media. Hapa ndo tumeanza kupitia Janja Time. Najua utaimarika zaidi kimawazo, lakini pia utapata elimu ya kutosha. Usikose kwenye episode nyingine ambayo itafuata, bila kusahau swali ambalo utakuwa nalo tutalijibu hapa hapa.